Karibu mtazamaji wangu kwenye kipindi hiki cha neno la Mungu. Uko na Pastor Jackson NKESHIMANA wa kanisa la Hope Church Charama Gahahe Bujumbura. Tunasoma Mathayo mtakatifu sura 13, tunaanza mstari wa 40. Tunasoma namna hii: basi kama vile magugu ya kusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Bwana Yesu atusaidie sana. Hili neno la leo ningependa nizungumze na wewe kwa kukuuliza swali: je, ukifa utakwenda wapi? Hilo ni swali ambalo ni jepesi, lakini si jepesi kumwambia mtu. Utajibu mwenyewe moyoni mwako, ukifa utakwenda wapi? Yesu anasema kwamba siku hiyo wale watenda maovu wote watakusanywa na kutupwa katika tanuru la moto. Ndugu yangu, nikwambie tu kwamba kuna njia mbili. Njia moja ni ya kwenda mbinguni, njia nyingine ni ya kwenda motoni. Waliotenda mema na wakampokea Yesu Kristo kwa mfalme na mwokozi wa maisha yao watakwenda mbinguni. Waliokataa kumpokea Yesu Kristo kwa mfalme na mwokozi wa maisha yao watakwenda motoni. Na wale wote ambao walishampokea lakini wakaendelea kutenda maasi mbele za Mungu, wao pia watakwenda motoni. Basi ningekuuliza tu, kutokana na jinsi ulivyo, tabia yako iko namna gani? Hali yako iko namna gani? Usemi wako uko namna gani? Usianze kujitetea ati unaona maisha ni mazito ndio maana. Hakuna sababu, hakuna visababu vyovyote ambavyo unaweza muonesha Mungu na kusema nimetenda hili sababu hili ama lingine. Mungu ataweza kukuonesha watu wengine ambao wako katika hali mbaya zaidi kuliko hiyo ambayo unasema sahihi. Mbaya zaidi kuliko hiyo. Wewe unasema unakosa sijui hili, kuna mwingine anakosa hilo mara 5 au mara 10 au mara 1000, lakini amekubali kumpokea Yesu na amekubali kutenda mema mpaka mwisho. Ningependa utende mema hadi mwisho wa dahari. Yes, na hapo utafika kwa mwisho wako mzuri. Nikwambie, jambo la kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kwa mfalme na mwokozi wa maisha yako, halafu utende mema. Kuna watu wengine wanafikiria kwamba akitenda tu mema imetosha, lakini kabla hujampokea Yesu Kristo kwa mfalme na mwokozi wa maisha yako, hiyo yote haitafaa lolote, bali ungeanza umpokee Yesu Kristo kwa mfalme na mwokozi wa maisha yako, halafu tende mema na kila kitu kitaendeka sawa. Na ningejulisha yule yote ambaye anajibu moyoni mwake kwamba anaona tu kwamba hawezi fika mbinguni. Unajua, kwa watu wakikuuliza, unajua hata kanisa linakuwa linajaa watu wengi. Ukiuliza nani atakwenda mbinguni, kila mmoja ataweka mkono juu. Lakini kwa kweli neno la Mungu linatuambia wawili watakuwa wanasiaga, mmoja ataondoka mwingine abaki. Wawili watakuwa wamelala, mmoja atatolewa mwingine abaki. Na wengine watasema tulikuwa tukitabiri mbele zako, tulikuwa tukihubiri mbele zako, na atawaambia sikuwahi hata kukufahamu, sikujui hata mahali. Sababu gani? Walikaa hapo hawakumpokea Yesu, walikaa hapo hawakutaka kutenda mema, na wakabaki hapo hivyo tu, na hawakuwahi kujiswali swali hili lisemalo nikifa nitakwenda wapi. Ndio swali nakuuliza na wewe leo, ukifa utakwenda wapi? Hilo swali jibu mwenyewe moyoni mwako, usimwambie hata mtu, jibu moyoni mwako, ukifa utakwenda wapi? Basi kila yote ambaye moyo wake unamshutumu na kwamba kifa hata leo au kesho hawezi kwenda mbinguni, ningependa nyenyekee tuombe pamoja na yeye ili apate kumpokea Yesu Kristo kwa mfalme na mwokozi wa maisha yake. Na ikiwa kama ulishampokea lakini matendo yako hayadhihirishi kwamba umempokea, basi jirekebishe na urudi nafasi, halafu nikuombe pia tena na wewe urudi kwenye line nzuri na Bwana Yesu. Ninaomba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ndugu huyu ambaye amenyenyekea na kukubali kwamba ametenda dhambi na ametenda maovu na ametenda makosa na iko kinyume na mapenzi yako. Mwingine hata kupokea bado haja kupokea. Wote naweka mikononi mwako ili upate kuwasamehe dhambi zao zote, ziondolewe na warudi kuwa sasa na jinsi upendavyo. Tangu leo waanze mwanzo pamoja na wewe. Ninaamini Bwana Yesu kwamba umesikia na kwamba umetenda na kwamba unakwenda kumsamehe. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, amen. Ndugu mtazamaji, ikiwa uko hapa jijini Bujumbura au karibu na jiji hili, ningependa tu uje kanisani Jumapili nipate kukuombea. Nitakusaidia kwa kila kitu katika hali ya kiroho. Mtu ambaye yuko mbali na Bujumbura, ningependa tu msogelee mtumishi wa Mungu ambaye yuko karibu akusaidie
akusaidie ili upate kuwa na mwisho mzuri. Nikujulishe tu kwamba ulikuwa na Pastor Jackson Nkeshimana wa kanisa la Hope Church Charama Gahahe, barabara ya 12, ile barabara ambayo inaitwa barabara ya mbao. Asante.